Karibu katika msimu wa sikukuu ya Pasaka ambayo tutafanya pale Kimara Temboni. Tutakuwa na mkesha mkubwa sana, mkesha wa mwana kondoo. Katika mkesha huu wa mwana kondoo ambao utafanyika Kimara Temboni kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Mwonaji kwa Musa Richard Mwacha, ndani yake tutakuwa na uzinduzi wa vitabu vyake viwili ndani ya ule mkesha. Mkesha utafanyika tarehe 3 mwezi wa 4 2026. Katika mkesha huu wa mwana kondoo, mtumishi wa Mungu Mwalimu Mwonaji kwa Musa Richard Mwacha atakuwa anaendesha ibada hii, na katika mambo makubwa ambayo atayashughulikia katika ule mkesha ni kupambana na roho ya adui, roho ya usaliti. Roho ya usaliti inatokana na kiumbe ambacho kinaitwa nyoka. Nyoka anawakilisha shetani. Nyoka anawakilisha binadamu waliobadilishwa nia na kuwa na roho ya nyoka. Lakini pia nyoka anawakilisha madhabahu ya kiganga na kichawi. Wachawi wote wanamiliki nyoka. Nyoka ni marafiki wa wachawi na waganga. Wanapofanya kazi zao kwenye madhabahu zao wanakuwa na nyoka. Sasa kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, kwa nini Yesu Kristo aliwekwa msalabani? Kazi yake ni kuvunja nguvu ya nyoka au nguvu ya shetani, sababu pia nyoka anamwakilisha moja kwa moja kiumbe ambacho ni shetani. Katika mkesha huu ambao utashughulika na adui au saliti, mtumishi wa Mungu atazindua kitabu hiki. Atakuwa na vitabu viwili. Kimoja ambacho atakizindua na kitabu hiki ambacho amekiandika kwa ustadi wa hali ya juu sana, nguvu ya kushinda roho ya nyoka. Sasa kwenye issue au kwenye masuala ya nyoka, tunapozungumzia habari ya nyoka au kwa nini kitabu hiki kimeandikwa, kwa nini kitabu hiki kimeandikwa? Kitabu hiki kimeandikwa kwa malengo kadhaa. Lengo la kwanza ni wewe kumtambua adui yako mkubwa ambaye ni shetani, ambaye anakuja kwa njia ya nyoka. Mahali popote, wakati wote unapoota nyoka, maana yake unamuona ibilisi au unamuona msaliti wa kazi ya Mungu ambaye anakuja kwako kwa namna moja au nyingine, aidha kukudanganya, kukulaghai na kuharibu mfumo wa maisha yako. Anakuja kwako. So unapoota nyoka, maana yake unamuona adui mkubwa katika ulimwengu wa roho anakuja kwako. Kwa hiyo moja ya kusudi la kwanza la kitabu hiki ni wewe kutambua, yaani kwa nini kimeandikwa, ni ili kukupa elimu wewe kutambua adui yako katika ulimwengu wa roho. Jambo la pili, kitabu kinaonyesha aina ya maombi 21 ambayo yako ndani ya hiki kitabu. Maombi 21 ambayo unaweza kuyaomba kwa kutumia siku, kwa maana kila ombi unaweza kulitumia kwa siku moja, au ka combine maombi yote kwa siku 3, au ka combine maombi yote kwa siku moja. Ni wewe vile ambavyo utakuwa umejipanga na kuwa na nafasi kwa ajili ya kuomba maombi ya kuharibu ile roho ya nyoka. Kwa hiyo kitabu kinaonyesha aina ya maombi kwa mtu ambaye anamuona nyoka katika ulimwengu wa roho au anamuota nyoka. Mara kwa mara ukilala unamuota nyoka, ni maombi ya namna gani ambayo utaomba. Lakini la mwisho ambalo ningeweza kulizungumzia ni ukombozi na ushindi ambao sisi wanadamu tuliupata kupitia msalaba wa Yesu Kristo, ambao ndio tutakuwa na ukumbusho wa ibada ya Yesu Kristo kwenda msalabani. Sasa pia kitabu kimebeba ukombozi wa mwanadamu dhidi ya roho ya nyoka. Sasa hebu tusome kidogo kitabu ambacho kitatupa mwongozo katika uzinduzi huu wa hiki kitabu cha nguvu ya kushinda roho ya nyoka pamoja na ndoto zake. Naomba unisomee katika kitabu cha Mwanzo 3 na mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo 3 mstari wake wa 14, Biblia inasema hivi:
Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Sasa Mungu anazungumza na kiumbe nyoka, anamwambia wewe umelaaniwa siku zote. Kwa hiyo unapomuota nyoka katika ndoto zako, unaona kiumbe ambacho kimelaaniwa, na moja ya sababu ya kiumbe kinyoka kuja kwako ni kuleta laana za aina fulani. Yaani unapomuona nyoka anakuja kwako, kumbuka kwamba Biblia inasema ni kiumbe ambacho kimelaaniwa. Kwa hiyo unapomuota, maana yake ni kwamba yule anakuja kuwakilisha ni kama kikao tunaposema kwamba kikao kimefanyika cha watu fulani, basi watu kadha wa kadha wanaalikwa, labda kutoka wizara fulani au taasisi fulani, wanatupa mwakilishi, na vile unapomuona nyoka anakuja kwako, ujue kwamba ni kiumbe ambacho kimeleta ujumbe wa laana ambao moja kwa moja unatoka kuzimu. Ili uweze kushindana na roho ya nyoka, watu wengi sana wanahangaika bado kwa ajili ya kupambana na ndoto za nyoka, lakini ili uweze kushinda, basi jipatie kitabu ambacho mtumishi wa Mungu, mwalimu mwonaji kwa Musa Richard Mwacha amekiandika hiki hapa kwa ajili ya kuingia kwenye ulingo wa vita ya kiroho, kwa sababu ya kuangusha kila mamlaka zote za kipepo. Ni tarehe 3 mwezi wa 4 2026 pale Kimara Temboni, kitabu kitazinduliwa. Na katika uzinduzi huu kitabu hiki kitaenda kwa sadaka 10,000. Sadaka 10,000 ambayo utatoa, basi itakuwa ni moja kwa ajili ya kupeleka Injili. Kazi yake kubwa itakuwa ni kupeleka Injili mbele. Asante sana.